Pendwa, ni wakati mwingine tena. Kama unavyoelewa ni kipindi maalum. Kwa hiyo nakusihi kwamba uwe makini sana na kusikiliza ili uweze kuelewa kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Basi tuweze kumwomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako. Tunapokwenda kuangalia maandiko haya sasa, tunaomba hekima ya mbinguni, maana katika uwezo wa kibinadamu haiwezekani. Kwa kuwa elimu ya dunia, ufasaha wa lugha, talanta zote, bila Roho Mtakatifu haiwezekani. Na kusihi uweze kutuongoza na msikilizaji huyu ili tuweze kuelewa mafundisho haya. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Basi niwakumbushie kwamba siku ya jana tulikuwa tunaangalia chukizo la uharibifu sehemu ya kwanza. Tukaona kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 tuliona Mungu akitaja pale akisema ya kwamba mtakapoona chukizo la uharibifu. Nirudie pale, Yohana sura ya 24 mstari ule wa 15. Anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Tukaona katika Luka sura ya 21 mstari wa 20 yeye akisema kwamba mtakapoona Yerusalemu imezungukwa na majeshi. Kwa hiyo tukaona kwamba siku ya jana Yesu alikuwa anaongelea chukizo la uharibifu katika muktadha wa Yerusalemu kuzungukwa na majeshi, tukio ambalo tumelikuta limetokea katika mwaka wa 66 AD. Lakini Yerusalemu yenyewe ikaja kuvamiwa na kuharibiwa sasa rasmi, kutekeleza ule unabii wa Danieli jinsi ulivyo mwaka wa 70 AD. Lakini jana nikasema kwamba chukizo la uharibifu lile limetajwa mara kadhaa kwenye kitabu cha Danieli, likiwa limetajwa kama mara 3, na hivyo lilimaanisha maana zaidi ya moja. Mojawapo ni ile ya Yerusalemu kuvamiwa, lakini nyingine tuliona ilikuwa ni nguvu nyingine ambayo inakuja katika sura ya kidini. Sasa ili kukumbushia hayo yote, kumbuka kwamba somo la siku ya leo tunaongelea chukizo la uharibifu sehemu ya pili, au chukizo la uharibifu na kanisa la Kristo. Kwa tunaangalia kwamba tuliona kwa Yerusalemu ilikuwa vile, leo katika kanisa la Kristo nayo inakuwaje? Mtu mmoja akasema, unapoongelea kanisa la Kristo unamaanisha nini? Naomba unisikilize vizuri, utaelewa hili. Kumbuka tangu mwanzo nimeanza kusema, mimi siangalii jina la kanisa, siangalii jina la dhehebu. Nikasema hata kama wakijita migomba mitatu, mimi sina tabu na jina lao hilo, lakini tunaangalia kwamba kile wanachofundisha na kutii ni nini. Kwa hiyo napoongelea kanisa la Kristo, kanisa lake Yesu, ninamaanisha lile ambalo linafuata utaratibu ambao Yesu ameuacha. Kwa hiyo liko popote pale, linaitwa jina gani sijali, lakini maadamu linafuata kile ambacho Yesu amesema bila kupunguza au kuongeza, ndilo kanisa ambalo nalitaja leo linaelekewa tena na chukizo la uharibifu hapa duniani. Na lifanye nini? Naomba unisikilize vizuri, tuangalie Biblia kile ambacho inasema. Kumbuka nimesema mwaka wa 66 AD ambapo Yerusalemu ilizingirwa na majeshi, Danieli aliitaja na Yesu aliitaja. Lakini mwaka wa 70 AD ndipo Yerusalemu ikaangamizwa. Pametumika misamiati tofauti tofauti ikiwa inaelezea habari ya chukizo la uharibifu. Hebu tuanze katika lugha ya kwanza ambayo napenda tuanze nayo, ni ya Danieli sura ya 11 mstari wa 31. Danieli 11 mstari ule wa 31. Tuone kile ambacho Biblia inasema. Nasema, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Mliona jana ya kwamba wenye silaha kweli walikuja wakavamia Yerusalemu, na kweli wakasimamisha chukizo la uharibifu, wakaleta ibada ya kigeni. Badala ya watu kumwabudu Mungu, wakaelekezwa kuabudu miungu ya Kirumi. Danieli sura ya 8 mstari wa 13 kuna maneno yako pale. Danieli sura ile
ya 8 mstari ule wa 13 anasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi? Unaona, katika Danieli sura ya 8 ametumia neno kosa, ametumia neno kosa liletalo ukiwa. Kwa hiyo kumbe chukizo la uharibifu maana yake nyingine ni kosa. Twende vizuri hapo. Kumbe neno chukizo la uharibifu maana yake nyingine ni kosa. Kumbuka jana, ili kuelewa neno chukizo la uharibifu kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 15, ili tubidi kuangalia Luka 21 mstari wa 20 kwanza, tuone lugha iliyotumika ili tuelewe maana yake nini. Tukaona ni kuzingira Yerusalemu kwa majeshi. Kwa hiyo leo tunatazama sehemu ya pili. Tumeona katika Danieli sura ya 11:31 akitumia neno chukizo la uharibifu. Danieli sura ya 8:13 anasema kosa. Twende tena Danieli sura ya 9 mstari ule wa 24 hadi 27. Anasema mstari wa 24, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa, unaona, na kuishiliza dhambi, na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengenezwa na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo ukiwa umekusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hilo ataikomesha sadaka ya dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Maneno tena yanarudiwa pale pale, chukizo la uharibifu na kosa. Kwa hiyo kumbe haya mambo yako mawili. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia sehemu ya pili leo ya chukizo la uharibifu, zingatia kwamba wakati mwingine limetumika kosa letalo ukiwa, limetumika chukizo la uharibifu. Sasa katika Ukristo linakuwa ni kitu gani? Twende vizuri, nikupe maana nyingine tena. Fungua kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili uone sehemu nyingine chukizo la uharibifu limeletwa likiwa na maana gani. Kumbuka tumeona limeletwa likiwa na maana ya kosa. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 23 tunaona limeletwa tena likiwa lina maana gani. Wafalme wa Pili sura ya 23 tuone kwamba hapo tena linaletwa likiwa na maana gani. Sura ya 23 tuangalie ule mstari wa 13. Mstari wa 13, Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 13. Tuone pale anasemaje. 13 samahani, anasema, na mahali pa juu palipokuwapo mbele ya Yerusalemu, palipokuwa upande wa kuume wa mlima wa uharibifu, alipopajenga Suleimani mfalme wa Israeli, kwa Ashtorethi chukizo la Wasidoni, na Kemoshi chukizo la Moabu, na Milkom chukizo la wana wa Amoni, mfalme akapanajisi. Kwa hiyo umeona chukizo. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine neno chukizo la uharibifu limetumika likiwa linamaanisha ibada ya sanamu. Maana tumeona maeneo ambayo yanatajwa pamesimamishwa ibada ya sanamu. Twende kitabu cha Isaya 44 mstari wa 19. Isaya 44 mstari ule wa 19.
Kumbuka msikilizaji wangu, usisahau misamiati hii kwamba limetumika chukizo la uharibifu likimaanisha kosa. Tunaliona limetumika likimaanisha ibada ya sanamu. Isaya 44:19 naye anasema, wala hapana atiaye moyoni, wala hapana maarifa, wala fahamu kusema, nimeteketeza sehemu motoni, naam, pia nimeoka mkate juu ya makaa yake, nimeoka nyama nikaila. Nami je, kilichobaki nikifanye kuwa chukizo? Je, nisujudie shina la mti? Kwa hiyo neno chukizo kwenye Isaya pia linamaanisha kusujudia kingine isipokuwa Mungu. Kwa hiyo maeneo haya uyaelewe vizuri na tafsiri yake jinsi inavyokwenda: kusujudia kingine isipokuwa Mungu. Sasa tuende vizuri tena tuone jinsi gani walifanya wale wajana ambao tumewaangalia, jeshi la Kirumi. Je, walifanya ibada ya asiyekuwa Mungu? Unajua, wakati walipoingia Yerusalemu, wakavamia lile eneo, wakawaua makuhani, wakaua na watu waliokuwa pale. Warumi walikuwa na miti yao mirefu ambao walikuwa wanaitumia, kama vile leo hii tunaposema kwamba watu wakifika eneo fulani, majeshi yakipiga eneo fulani yanaweka bendera yao, majeshi yakiteka eneo fulani wanaweka bendera ya nchi husika. Warumi wao walipovamia eneo lile, wakaliteka, wakaua, wakaingia mpaka kwenye hekalu, badala ya kuweka bendera yao walikuwa wanatumia alama ya ndege ambaye alikuwa ni mungu wao. Huyu pia sehemu nyingine ameitwa, wameweka alama kitu ambacho wamekita standards. Kwa hiyo popote walipokuwa waliweka hii alama yao, na walipoingia Yerusalemu pia waliweka alama yao ambayo ni huyu mungu wao ambaye wanamwabudu. Na walipoweka ile alama pale, wale watu waliouawa walielekezwa katika zile alama, ishara kwamba wametolewa kafara kwa hizo alama. Ni kama vile leo hii kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea duniani, lakini watu wanavichukulia rahisi, wanaona mambo ya kawaida tu bila kuelewa ya kwamba wametukuza miungu mingine bila kujua. Nakupa tu mfano rahisi sana. Utakuta mtu amevaa t-shirt, na t-shirt ile mbele yake imechorwa picha ya fuvu na mifupa, na amevaa hana wasiwasi. Unakuta kijana amevaa mkanda, na ule mkanda bakoli yake ni fuvu na mifupa, bila kuelewa kwamba ni kitu gani. Ile ni alama ya chama cha waabudu mashetani kinachoitwa Skull and Bones. Kwa hiyo unapokuwa umebeba lile dudu katika t-shirt yako, umelivaa katika ni bakoli yako ya mkanda, unamtangaza nani? Na wewe una claim kuwa Mkristo, unadai kuwa mfuasi mzuri, lakini ambacho umekiweka kinaleta utukufu kwa mungu mwingine. Sikiliza, Warumi walichofanya baada ya kuvamia Yerusalemu, walifanya kuweka alama zao ili kuonyesha kwamba miungu yao ndiyo imewapatia ushindi. Mwanahistoria Josephus amesema sana habari hii, kwa kuwa yeye aliona kwa macho yake, aliyaona matukio haya, akisema wazi kabisa hii ilikuwa ni ishara ya kwamba miungu ya Kirumi imewasaidia kushinda. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri kwamba sasa katika maisha ya leo, kile ambacho tunakielekea, chukizo la uharibifu, litaletwa na nani? Kama umekwenda vizuri na mimi tangu vipindi vilipoanza, maana ukifuatilia vizuri ndipo utaelewa kule tunakoelekea. Kwenye Danieli sura ya 8 mstari ule wa 13 tumeona akisema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini? Kumbuka sura ya 8 ya Danieli, hapa panapotajwa habari hii, tunaona wazi kabisa ilikuwa inahusu habari ya yule pembe ndogo ambaye tulimuona tulipokuwa tunaangalia habari ya wale kondoo mmoja pamoja na mbuzi, Uyunani na Uajemi. Tukaona vizuri kabisa wale kondoo wawili ambao Umedi na Uajemi na Uyunani.
tukaona kwamba katika baada ya Uyunani kutawala, kulikuwa na pembe ndogo, pembe kubwa samani, ambayo ilikuwa ni Alexander the Great, Alexander mkuu. Na baada ya kuvunjika Alexander mkuu, tunaona paliibuka pembe 4 ambazo zilikuwa ni majemadari 4 waliokuwa wamegawanya ufalme wa Uyunani. Na tukaona Biblia inasema baada ya wale, upande mmoja wapo katika pande 4 za dunia, ikatokea pembe ndogo, ambao tuliona unabii ulikuwa na tafsiri juu ya kuibuka kwa utawala wa Kirumi, ambao tumeuona kwenye Danieli sura ya 2, tukauona kwenye sura ya 7, tumeuona kwenye sura ya 8. Na katika maeneo yote utawala huu unatajwa kuwa na nguvu, na unaonekana ukipambana mpaka na Mungu, ukipambana mpaka na ibada juu ya Mungu. Kwa hiyo kama iliibuka basi ni utawala wa Kirumi. Utawala wa Kirumi pia ulifanya mashambulizi na watakatifu, maana tumeona maeneo yote anasema kwamba watapambana na watakatifu wa aliye juu, Danieli sura ya 7 na ya 8. Na kweli utawala wa Kirumi ya kiserikali ulipokuja, nao pia ulipambana na watakatifu, ulipambana na watu wa Mungu. Walizuiliwa kumwabudu Mungu, wakapeleka kufanya ibada katika miungu mingine. Wengine wakaasi, wengine walikubali kutii masharti ya serikali ya wakati huo iliyowaongoza kumwacha Mungu. Wengine waliogopa kufa, wengine walihongwa vyeo. Sikiliza, baada ya Rumi ya kiserikali kuanguka, tuliona kwamba wakati ule kabla haijaanguka, Mfalme Konstantino aliita Wakristo wote ambao walikuwa anawatesa, akiwa anawafukuza, akaona anakosa kodi, akawaambia rudini. Wakarudi, wakawa na yeye pale. Lakini tumeona kwamba Konstantino alidai kwamba naye pia amekuwa Mkristo. Alipodai kwamba amekuwa Mkristo, taratibu historia inaonyesha kwamba hata hakubatizwa, bali alibatizwa alipokuwa anakaribia kufa. Baada yeye kufa, walioshika watawala waliofuata walikuwa ni watawala ambao walishikilia Rumi wakiwa na vyeo vya kidini na vya kiserikali. Kwa hiyo askofu wa Rumi akawa na vyeo viwili, akashika cheo cha kiserikali na cheo cha kidini. Tukaona kwamba dini ikafanywa kuwa lazima, lakini na mapokeo pia yakafanywa kuwa lazima, na baadhi ya mambo ya kipagani yakaingizwa katika Ukristo, yakafanywa kuwa sehemu ya ibada. Nimekuelezea katika somo lililopita ya kwamba mojawapo ya mambo yaliyoingizwa yaliyotoka upagani, moja ilikuwa ni ibada ya siku ya Jumapili, ambayo iliingia miaka ile, na wakaanza kutii, watu wakafuata bila kuelewa, ambayo kweli ilikuwa ni ibada ya Mungu jua. Ndio maana hadi leo ikaitwa Sunday. Na watu wakaniuliza kwamba sasa kwani siku ya ibada ni ipi? Tukaangalia Biblia imesema ya kwamba ni siku ya 7 na wala sio ya kwanza. Tukaona Korani nayo ikasema hivyo hivyo ya kwamba ni siku ya Sabato, yani siku ya 7 ya kupumzika. Lakini watu walibadilisha chini ya Konstantino, na waliofuata nao wakaendelea kufuata yale mambo. Tukaona mojawapo ya ibada zilizoingizwa za kipagani katika Ukristo ni sherehe ya Christmas, ambayo kweli katika Biblia huwezi kuona popote kwamba Yesu amezaliwa mwezi wa 12 tarehe 24 usiku kuamkia tarehe 25. Tukaona kwamba historia imeweka bayana kabisa ya kwamba tarehe hizo alizaliwa Mungu Tammuz. Tafuta kitabu cha historia kinaitwa Man, Civilization and Conquest cha historia, kimeeleza bayana Tammuz alizaliwa tarehe 24 usiku wa kuamkia tarehe 25. Na sherehe hiyo ilikuwepo hata kabla Yesu hajazaliwa duniani, ilikuwa inasherekewa na watu wa Babel. Warumi wakapokea, lakini ikaingizwa kwenye Ukristo. Nami nikakueleza hivi ili uone kwamba kweli utawala wa Kirumi wa Kikristo ndio ambao ulisimamisha pia chukizo la uharibifu kwa kuingiza ibada za kipagani katika Ukristo. Mojawapo iliyoingizwa ni sherehe ambayo leo tunaita Pasaka. Nayo hii inafanyika mwezi wa 3 mwishoni au mwezi wa 4 mwanzoni, na tarehe zinatofautiana. Utasema lakini
Yesu si alisema kwamba kuna Pasaka? Ukienda kwenye kitabu cha Wakorinto, Paulo ameeleza bayana. Wakorinto wa kwanza ameweka bayana sura ya 11 akieleza habari ya Pasaka, ya kwamba Pasaka aliyoacha Yesu, amesema wazi kabisa, ni pale mnapokula mkate na kunywea kikombe, anasema mwaitangaza mauti yangu hadi nijapo. Hajaweka tarehe maalum, ni yoyote ambayo mtakubaliana kuumega mkate. Tunasema lakini basi tumekubaliana tufanye mwezi wa 3 mwishoni na mwezi wa 4 mwanzoni, na mimi nakubalia. Sawa, mmekubaliana, mbona basi mnaiita Easter? Utasema kwani Easter ni mbaya? Ndiyo, ni mbaya, kwa sababu kama kweli ingekuwa ni ile ya Biblia inaitwa kwa Kiingereza Passover na wala sio Easter. Na kama basi ni hivyo, Biblia yote ya Kiingereza kaitafute, panapotajwa Pasaka panataja neno Passover na wala sio Easter. Utauliza, mchungaji, kama ni hivyo, Easter yatoka wapi basi? Easter imetokana na mungu anaitwa Ishtari ama Ashtoreth. Nimemsoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, ile ambayo nilianza nayo. Kwa hiyo mungu Ashtoreth ama mungu Ishtari ndiye sherehe yake ilikuwa inafanyika pia wakati huo, ndio leo ikaitwa Easter. Na walikuwa naisherekea wakati wa mvua zile zikianza kunyesha. Ndio maana kunakuwa na Easter Monday, wala haiti Passover Monday, kwa sababu kama ingekuwa Biblia ingeitwa Passover. Chukizo la uharibifu likaingizwa taratibu, watu wakaelekezwa kuabudu kitu kingine ambacho sicho. Lakini katika vazi zuri, limevalishwa vazi zuri. Unasema, mchungaji, kuna kosa gani wakati anayetajwa ni Yesu huyo huyo? Nami ninakuuliza, je, ni halali kunywa bia katika chupa ya soda? Kwamba umeona kabisa ni bia, lakini chupa yenyewe ni ya soda Fanta. Unasema mimi msinihesabie dhambi ya kunywa pombe kwa sababu nimekunywa, ndio, lakini katika chupa ya Fanta. Je, kitendo cha kunywa katika Fanta kitakufanya wewe usilewe? Tutakapoanza kitabu cha Ufunuo, utaona pametajwa habari ya mvinyo ambao watu wananyoshwa bila kujua. Kwa hiyo chukizo la uharibifu linaendelea leo katika Ukristo, kwa watu kupokea mafundisho yasiyo sahihi, na wakiambiwa haina shida, wewe endelea tu, wala hakuna shida yoyote, wewe songa mbele tu, hakuna tatizo lolote, bora unamtaja Mungu huyo huyo, hakuna tabu, wewe songa mbele tu, usiwe na wasiwasi. Na kunakuwa na lugha za kurahisisha mambo, lugha za kuona kwamba hakuna shida yoyote. Sikiliza nikwambie, ndugu yangu, hiki nachokiongea mimi kimetajwa na watu wengi sana muda uliopita. Ni kwa vile Mungu anasema hivi, sikiliza vizuri. Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu hatusomi, tunasubiria tu kuambiwa kwenye makanisa. Kile ambacho umeambiwa unakiamini bila kutafuta kwamba hivi kweli kinasemaje. Mwingine akasema, kuna haja gani ya kuchunguza? Biblia imeweka bayana, kuna kundi la watu walikuwa wanaitwa Waberoya. Waberoya walikuwa wanafundishwa na baadaye wanaenda kuchunguza. Ndio maana hata mimi katika majuma 3 haya yote ninakuambia kile ambacho nimekitamka, nenda ukachunguze, ukatafute. Ndio maana kama nikinukuu kitabu na kutajia kitabu ili ukitafute, sifanyi siri, nenda ukaone. Sikiliza, wana matengenezo wa Kikristo wa kwanza walijua kabisa kwamba pembe ndogo ambayo italeta chukizo la uharibifu katika Ukristo ilikuwa ni kanisa, lakini kanisa la Rumi wakati huo, na likiwa chini ya askofu wake, likiongoza mafundisho ambayo yalikuwa ni kinyume na Biblia. Utasema, una ushahidi gani katika hilo? Nami nakutajia John Wycliffe katika mwaka wa 1384 alitaja hilo. Utasema, imepatikana wapi hiyo? Nenda tu vizuri, kuna kitabu kizuri sana kinaitwa Review and Herald Publishing ya mwaka 1946 mpaka 1954. Nenda ukachunguze vizuri sana, ukurasa wa 58 utaona habari hiyo. Lakini pia sio peke yake, Wycliffe alikuwa ni profesa wa Oxford University, naye aligundua hilo. Lakini Sir John Oldcastle mwaka wa 1417, ambaye pia waliwahi kumuita Lord Cobham, walikuwa namtania,
naye pia alikuwa anafundisha pale Oxford. Alitoa ufadhili kwa wanafunzi wa Oxford kufanya utafiti katika masuala ya Biblia, na yeye alionekana kuwa mtu mbaya sana. Akaambiwa na Sir John, akaambiwa na askofu mkuu Arundel wa Canterbury wakati huo, akamwambia mfalme, mkemee huyu mtu, kwa nini anaruhusu utafiti wa kibiblia? Yaani kwa lugha nyingine bado anahitaji watu wafichwe wasijue mambo. Ndipo Sir John akajibu akamwambia mfalme, nitakubaliana na wewe katika mambo yote, na hata kitabu cha Warumi 13 nakubali kabisa. Kulikuwa na ubishi kuhusu swala hilo, lakini kwa habari nyingine sikubali, kwa kuwa nimethibitisha kabisa ya kwamba askofu wa Rumi ndiye aliyetajwa na Paulo kwenye Wathesalonike wa pili 2:3 ya kwamba huyu ndiye yule mwana wa kuasi. Unasema hii nayo imetoka wapi mchungaji? Kitabu hicho ambacho nimekitaja cha Review and Herald, gazeti hili, ukurasa wa 87, 88 na 91 utakuta habari hizi. Unajua mambo haya hayakukoma hapo. John Huss mwaka wa 1415 alikuwa anatokea Bohemia, naye pia alieleza maneno haya. Akaeleza ukweli huu, akasema haya ndivyo yalivyo. Utawala huu wa Kikristo ndio uliotajwa kwamba utaleta uasi ndani ya kanisa la Kikristo. Chukua kitabu cha Great Controversy au Pambano Kuu, utakuta maelezo haya yamesemwa vizuri kabisa. John Huss alipoendelea na msimamo huu mkali sana, mwezi Julai tarehe 6 mwaka wa 1415 maaskofu wote walikusanyika kwenye baraza la Constance, wakaamuru achomwe moto, na alikufa kwa kuchomwa moto. Haikukomea hapo. Mwaka wa 1546 Martin Luther naye akaibuka akasema kabisa ya kwamba nimegundua kwamba utawala huu wa Kikristo ndio ambao umeingia ndani ya hekalu la Mungu, na ukijidai kwamba wenyewe ni Mungu, kama Paulo alivyosema kwenye Wathesalonike wa pili sura ya 2. Martin Luther akasema maneno hayo pia, naye akasema nimejua kabisa kwamba huu utawala ndio wenyewe. Ni mwaka wa 1546. Ushahidi wa wengi sana, wako wengi wamethibitisha hilo. Walifuata wengi sana wakithibitisha mambo kama haya. Nikakwambia ndugu yangu, na jambo hili linaendelea kwa kasi kubwa sana, na leo linaendelea kwa kasi kubwa sana. Nimekueleza wiki ya kwanza ambayo nilianza, Ijumaa yake, gazeti la Kikristo hapa nchini, zuri kabisa, la Msema Kweli, likawa na kichwa kikubwa kabisa mwanzoni likisema, kanisa la Uingereza limewaunga mkono wachungaji wake wanaohamia kwenda kanisa la Rumi. Kwa nini iwe hivi? Wanarudi kwa baba yao, maana ndiko walikotoka, na mafundisho yao yanafanana na ibada zao zinafanana. Watu wameacha Biblia, watu wamekwenda mbali, wanafuata mapokeo ya kibinadamu. Nami msikilizaji, siku hii ya leo ninakushauri, saa imefika ya kuchunguza Biblia na Biblia peke yake. Ndio maana leo hii unaposikia tu ninapogusa habari yoyote ile ambayo inahusu na utii wa amri za Mungu, ikiguswa tu hiyo, tayari shida itaanza. Kote tutakubaliana. Amri ya kwanza tutasema iko sawa, ya pili iko sahihi, tutakubali zote kabisa. Tukifika moja tu inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakase, tunaanza kugawanyika. Na hata hivi ninapoongea, najua kuna mwingine anasema ameanza tena mambo yake. Kwa nini hii ilete ugomvi? Hii inaleta ugomvi kwa sababu ndiyo amri pekee ambayo Mungu amekazania akisema ya kwamba ni siku ya ukumbusho wa uumbaji wangu, na hiyo pekee ndiyo ambayo itazua mtafaruku. Na nimewaeleza hata huko tunakoenda, chukizo la uharibifu linakwenda kusimama. Watu watalazimishwa
kwa sheria kabisa ya kwamba waabudu siku ya kwanza ya juma. Sasa utakapoona kwa macho yako, ndipo utaanza kusema nilisikia, lakini kwenye redio nilisikia. Sasa na watafuta hao watu ili na mimi wanielekeze vizuri. Wakati watakuwa hawapo, utawatafuta, hutawaona. Nimekueleza hivi, Brazil wameanza kupitisha sheria hii, wakianza kusema kwamba supermarket zifungwe siku ya kwanza ya juma. Nimekuambia hivi, Ujerumani nayo imepitisha Januari, wanaanza mataifa mengi, na utashangaa kwamba yataanza kuingia nchini taratibu taratibu. Utasikia habari itabadilika, utakumbuka sauti hii kwenye redio. Ukisikia mambo haya na ukiyaona, siku za kufanya kazi zitaongezwa mpaka siku ya Jumamosi. Watu wataambiwa waende kufanya kazi, na wakiambiwa hivyo ndivyo utakumbuka sasa, kumbe ilitabiriwa kwamba yatatokea. Utakuwa umechelewa. Utasema, lakini si unaweza ukamwabudu Mungu siku yoyote unayotaka? Sikiliza, Mungu aliyesema pumzika siku ya saba sio mjinga. Kitendo cha kusema kwamba nitapumzika yoyote maadamu namwabudu Mungu huyo huyo ni kujifanya kwamba wewe una akili kuliko Mungu, na ukijifanya una akili kuliko Mungu umekufuru. Na ukimkufuru Mungu, sasa unakwenda upande gani? Unajua we mwenyewe. Ndio maana Paulo mara kadhaa kwenye kitabu cha Warumi akasema, mwanadamu, wewe ni nani umjibu Mungu? Mungu anakuambia hivi, wewe ni nani kuanza kubishana naye? Wewe ni nani kumsahihisha yeye? Umwambie Mungu, kwa nini nisifanye Jumatatu? Kwa nini nisifanye Jumanne? Una ujasiri gani wa kuanza kubishana na Mungu? Sikiliza nikwambie, utajitafutia mafungu yote kwenye Biblia ambayo unafikiria kwamba yanakuunga mkono. Hakuna fungu hata moja linalokuunga mkono. Ni kwa sababu tu unatafuta Biblia kutetea hoja zako, sio Biblia ikufundishe. Na kuambia hivi, tumefikia wakati ambapo kila kitu lazima kiwekwe wazi, mwenyewe uamue kunyoa au kusuka. Mimi nimefanya sehemu yangu kukuelewesha, na nimekupa uhuru. Nenda katafute kwenye maandiko. Tafuta dictionary zote za zamani za miaka ya 50 na kitu. Nenda katafute, ziko tu kwenye maktaba. Nenda utakuta, tafuta neno Sabbath au Sabato, utakuta zimeweka wazi kabisa siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. The seventh day of the week, which is Saturday. Kaangalia dictionary. Angalia zote ambazo zimetoka hivi karibuni za mwaka 1998 mpaka 2000 na kitu. Kanunue ukaangalie neno Sabbath. Wameweka siku ya kuabudu ya Wayahudi. Kwetu wa Kristo ni Jumapili. Wameanza kuzibadilisha hapo nyuma hawakuongeza hilo neno. Kwa nini leo hii waliongeze neno hilo? Tunakwenda wakati ambapo wataangalia, na kiukweli utashuhudia mambo yanabadilika kwa kasi kuliko unavyofikiri wewe. Kuna vitu vinatokea unaona kwamba ni rahisi sana, lakini vinaiandaa jamii kwa tukio ambalo liko mbele yetu. Vinaandaa jamii. Utaona jamii inaandaliwaje. Juzi wakati nafundisha fundisho moja la uongo kuhusu wafu, nikakueleza kwamba mojawapo ya
kama bolingo inavyochezwa mkavutiwa, watu wakaanza kubudu. Leo kuna bolingo ya Kikristo, watu wameanza kucheza taratibu taratibu, na mpaka ndani ya ibada michezo hii inafanyika, ngoma zinapigwa, watu wanaruka, watu wanatoa jasho, watu wanapiga sarakasi kwenye ibada, na jamii imezoea, watu wanapiga makofi, wanashangilia. Wakati tumeona kwenye kitabu cha Korintho wa kwanza 14 sura yote anasema Mungu sio Mungu wa machafuko. Lakini viliingiaje? Viliingia taratibu taratibu, chukizo la uharibifu. Usione mambo haya ni rahisi. Kati ya waimbaji wa nyimbo za Injili ambaye ni mchezaji maarufu, akanukuliwa kwenye gazeti moja ninalo mpaka leo, akaulizwa, mbona nyimbo zako unacheza sana? Akasema, pamoja na Injili kuna biashara. Ndio maana leo unakuta hata matamasha ya nyimbo za Kikristo yanakuwa na viingilio vya pesa. Kweli lengo ni Injili au ni biashara? Chukizo la uharibifu. Kumbuke nimekuambia tangu mwanzo, ninapoongelea kanisa la Kristo, ninaongelea kanisa la Kristo kwa ujumla, wale ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Sijali jina lao wanaitwa nani. Mambo haya yameingia taratibu taratibu, na jamii inachukulia kwa urahisi sana. Wanaona ni kawaida tu. Tumeanza kuiga masuala ya kutoka mataifa ya magharibi. Hata ibada ya siku ya kwanza ya juma ilitoka magharibi, na imeanza kuingia na ikaja, na watu wakaamini ndivyo ilivyo, na matukio yote unayoyaona yametoka kule magharibi. Kule ukiangalia, mwimbaji wa nyimbo za Injili pia amejichora tatuu kwenye mwili wake, na leo pia kumekuwa eti na tatuu za Kikristo. Chukizo la uharibifu. Torati imesema bayana, usijichore katika miili yako wewe. Lakini leo watu wameingiza taratibu taratibu. Na leo wewe jitie mwimbaji wa Injili tu, alafu unapoanza kuimba, imba nyimbo za sifa ambazo ziko slow na nyimbo za kuabudu. Huna soko. Lakini hebu ruka manyanga, watanunua kana, utakuwa tajiri. Leo kanisa la Kikristo linakwenda wapi? Kanisa la Kikristo linakwenda wapi? Limekwenda wapi leo? Hebu jiulize. Chukizo la uharibifu utalitafsiri ukiangalia, Waisraeli walifanyiwa hivi, Yerusalemu ikavamiwa, ikawa hivi. Lakini huangalii leo, hata leo pia limevamiwa. Leo limevamiwa, na kweli limevamiwa. Angalia Island ya Kaskazini, kama unafuatilia vizuri kabisa, viongozi wa kidini waliwalawiti watoto, na baadaye kanisa linaficha ushahidi, polisi wasichunguze. Ipo kwenye internet, ipo kwenye taarifa za habari, CNN wametoa. Hawa ambao wangetarajiwa kuwapokea watoto waliolawitiwa na kuwasaidia kisaikolojia, hawa ndio wanaficha ushahidi. Chukizo la uharibifu. Najua unajiuliza, mchungaji, huko tunakoenda watu watalazimishwa vipi kuabudu siku ya kwanza ya juma? Kumbuka mwanzoni walifanywaje? Serikali iliungana na dini, na huko tunakoenda pia serikali pia itaungana na dini. Ndio maana kila siku tunapiga kelele, acheni siasa iwe siasa na acheni dini iwe dini. Vitu viwili visichanganywe. Sisi kazi yetu viongozi wa dini ni kuwaombea watu, ni kuwashauri watu wawe na maadili mema na kutii viongozi. Acheni vitu viwili hivi. Kama Mungu amekupa roho ya maonyo, muonye kiongozi wa kisiasa kama unavyomuonya mshiriki wako. Tusijiingize kwenye siasa, kwenye kampeni tusiingie. Ukijiingiza huko, chukizo la uharibifu. Ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Tunakwenda wapi leo? Kanisa la leo linakwenda wapi? Nami natoa wito kwa viongozi wote wa dini, kwa wahubiri wote wa Injili wanaonisikiliza, rejeeni kwenye Biblia, acheni kutumia akili zenu. Mmoja akasema, wewe unasema mambo ya Biblia, tunafuata tu uongozi wa Roho peke yake. Kama Mungu alijua kwamba hiyo yatosha peke yake, asingetuachia Biblia. Kwa nini tumeachiwa? Biblia ni katiba ya Kikristo. Muumini unanisikiliza, wa madhehebu yote, ninakupa changamoto. Chochote ambacho kanisa lako linafanya, je, kipo kwenye Biblia ipi?
kimeandikwa na mtakatifu nani? Na ukienda kuuliza kwa mchungaji, anajaa hasira, atakwambia wewe umetoa wapi haya mambo? Ukikuta hivyo, jua chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu. Tunakwenda wapi? Hivi tumeelekea wapi? Eti imefikia kiwango watu wanafanya kumbukumbu ya meza ya Bwana. Wewe unafanya kila Jumapili, mimi sijui. Wewe unafanya kila Jumatano, mimi sijui. Lakini divai inayotumika unakuta ni pombe, wine inayolewesha, ina harufu ya pombe. Wakati Yesu alisema wazi kabisa iwe ni divai isiyo chacha. Hivi unaelewa maana divai isiyo chacha? Ilikuwa inamaanisha kwamba damu ya Yesu itakuwa inatoka katika mwili usio na dhambi. Leo ukitumia divai iliyo chacha, hata kama ni nyeupe lakini ni pombe, umekufuru, umetamka kwamba Yesu alikuwa na dhambi. Unachukulia vitu rahisi sana. Ninawahurumia sana waumini wa kawaida, maana wao wanasubiri kulishwa, wanasubiri kupewa maandiko tu, wanasomewa. Lakini na mimi nasema hivi, viongozi wenzangu, wahubiri wenzangu wa kidini, jueni kwamba mna hukumu kubwa mnapopotosha ukweli. Maana ninajua wazi nyie mnajua ukweli, mnauelewa, ila mmeamua kuzunguka kutetea matumbo. Hata kama wasipokupa sadaka hutakufa, utaishi. Hebu amua kutetea ukweli peke yake, ukweli peke yake. Ninampongeza sana mchungaji mmoja, ninamuhifadhi jina, aliomba nimuhifadhi. Nampongeza sana, ametamka wazi, anasema wiki 3 nimesikiliza, nimeamua kuachia ngazi, sitaendelea tena kufundisha uongo. Ninawaambia waumini wangu ukweli, alafu wakiamua kunifuata kwenye ukweli wanifuate. Na hata sasa hivi ananisikiliza, amekusanya watu kwenye redio wanasikiliza. Tunatafuta watu jasiri kama hawa ambao hawana woga, wako tayari kutetea ukweli hata mbingu zishuke. Wako wapi watu hao? Wako wapi watu ambao hawako tayari kutetea dini, bali wako tayari kusimamia ukweli? Msikilizaji, nakupa changamoto jioni ya leo. Kile unachokiamini wewe kimeandikwa wapi? Kile unachokitii wewe kimeandikwa wapi? Ukihitaji kuokolewa, mtii Yesu pekee. Wakati huu hebu tafakari. Wakati huu hebu fikiria. Ni siku ijayo tu ya Sabato tunakwenda kuwa na ubatizo. Hebu uwe katika kundi la watu ambao wameamua kumwaibisha shetani. Chukua simu yako sasa, chukua kalamu na karatasi, na kutajia namba za mawasiliano ili tuwasiliane, tukuelekeze na uweze kubatizwa, tukuelekeze ili na wewe uweze kuonyesha ishara ya kumpokea Yesu. Chukua kalamu na karatasi, chukua simu yako, na kutajia namba sasa, na kutajia namba. Alafu pia nitataja na email kwa wale ambao mtahitaji material mengi juu ya masomo haya. Nitawatumia kwa njia ya email pia. Ukiniandikia nitakutumia. Nianze na namba za simu 0713 57 89 10, 0713 57 89 10. Wale wa Vodacom 0764 600 129. Narudia 0764 600 129. Wale ambao mnatumia email, utatumia email hii mmba8181@yahoo.co.uk. Narudia email mmba8181@yahoo.co.uk. na kwenda kuomba kwa ajili yako sasa. Una ugonjwa ambao unakusumbua, huu ni wakati wa kumkabidhi Yesu.
shida ya ndoa yako, huu ni wakati wa kumwachia Yesu. Unahitaji kubatizwa, tutaomba kwa ajili yako pia. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, msikilizaji amesikia ukweli wa neno lako. Amesikia na anahitaji kukupokea na kuonyesha kwa njia ya ubatizo. Na kusihi umjaze Roho Mtakatifu ili awe na ujasiri wa kusonga mbele. Mtazame yule mgonjwa pale masaa haya, ninaomba umguse katika mwili wake, umpatie uponyaji wako. Tazama ile ndoa ambayo inakaribia kuvunjika. Tazama yule mwanamume ambaye sio mwaminifu. Tazama yule mwanamke ambaye sio mwaminifu. Tazama ule ugomvi katika ile nyumba. Naomba uweze kuwabariki. Leta amani, ondoa shida katika ndoa ile. Tazama wale ambao wanatafuta kazi. Tazama wale ambao wanatafuta wachumba. Angalia na wale ambao uchumi umekuwa ni mgumu, kila wanachokifanya hakiendi. Naomba uweze kuwabariki, wapatie baraka zako na amani yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.